Msamaha katikati ya mawe. Baada ya kupaa kwa Yesu Kristo, kanisa la kwanza lilianza kukua kwa kasi sana katika mji wa Yerusalemu. Mitume walihubiri kwa ujasiri, miujiza ilitendeka na watu wengi waliokoka. Lakini kadri kanisa lilivyokuwa, ndivyo changamoto zilivyoongezeka. Ndani ya kanisa kulikuwa na mtu mmoja aliyejaa neema na nguvu. Jina lake lilikuwa Stefano. Hakuwa mtume mkuu kama Petro. Hakuwa mwandishi wa Injili, lakini alikuwa mtu aliyejaa Roho Mtakatifu na hekima. Alichaguliwa kuwa mmoja wa wahudumu 7 wa kanisa ili kusaidia kugawa chakula kwa wajane. Lakini huduma yake haikuishia hapo. Stefano alifanya maajabu na ishara kubwa kati ya watu. Maneno yake yalikuwa na mamlaka. Hekima yake ilikuwa ya ajabu. Watu wa sinagogi wakaanza kubishana naye. Walijaribu kumshinda kwa hoja, lakini hawakuweza kushindana na hekima aliyokuwa nayo. Walipoona hawawezi kumshinda kwa maneno, wakaanza kupanga njama. Wakachochea mashahidi wa uongo wakisema, mtu huyu ananena maneno ya kumkufuru Musa na Mungu. Wakamkamata Stefano na kumpeleka mbele ya baraza kuu la Wayahudi linaloitwa Sanhedrini. Katikati ya wazee, waandishi na makuhani wakuu, Stefano alisimama peke yake. Lakini Biblia inasema uso wake ulikuwa kama uso wa malaika. Kuhani mkuu akamuuliza, je, mambo haya ni kweli? Stefano hakujitetea kwa hasira. Badala yake alianza kusimulia historia ya Israeli, kuanzia Ibrahimu hadi Musa hadi manabii. Aliwakumbusha jinsi mababu zao walivyompinga Musa, jinsi walivyowaua manabii, jinsi walivyokuwa wagumu wa mioyo. Halafu akafika mwisho wa hotuba yake kwa maneno ya moto. Enyi wenye shingo ngumu na mioyo isiyotahiriwa, siku zote mnapinga Roho Mtakatifu. Kama walivyofanya baba zenu, ndivyo mfanyavyo nyinyi. Ni nabii gani ambaye baba zenu hawakumtesa? Nanyi sasa mmemsaliti na kumuua mwenye haki. Alikuwa anazungumzia Yesu. Maneno hayo yaliwachoma mioyo yao. Hasira ikawaka kama moto. Walimsagia meno kwa ghadhabu. Lakini Stefano, akiwa amejaa Roho Mtakatifu, aliinua macho yake mbinguni. Akaona maono. Akasema kwa sauti, tazameni, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Alikuwa akimwona Yesu Kristo katika utukufu. Waliposikia hivyo, waliziba masikio yao kwa hasira. Wakampigia kelele, wakakimbia kwa pamoja kumkamata. Wakamtoa nje ya mji. Huko nje ya Yerusalemu wakaanza kumpiga mawe. Jiwe la kwanza likampiga begani, jiwe la pili kichwani, jiwe la tatu kifuani. Maumivu yalikuwa makali, lakini badala ya kulaani, Stefano akapiga magoti, akaomba, Bwana Yesu, ipokee roho yangu. Kisha akasema maneno yanayofanana na yale ya Yesu msalabani, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Halafu akalala. Hakuandika kitabu, hakuishi miaka mingi ya huduma, lakini alikufa kwa ushindi. Na pale walipokuwa wanamuua Stefano, kijana mmoja alikuwa anatazama, akilinda mavazi ya waliokuwa wakimpiga mawe. Jina lake lilikuwa Sauli wa Tarso, yule aliyekubali kifo cha Stefano. Baadaye akawa mtume mkuu wa Injili. Damu ya Stefano haikuzima kanisa, iliwasha moto zaidi. Kifo chake kikawa mwanzo wa kuenea kwa Injili hadi mataifa. Ujumbe wa stori hii: ukweli wa Mungu hauwezi kuzimwa kwa mawe. Mtu aliyejaa Roho Mtakatifu haogopi hata kifo. Kusamehe ni nguvu, si udhaifu. Kifo cha mwenye haki kinaweza kuzaa mavuno makubwa ya wokovu. Stefano alikuwa shahidi wa kwanza. Neno shahidi linamaanisha mtu anayetoa ushuhuda hata kama itamgharimu maisha yake. Na kweli, Stefano alishuhudia kwa maneno na kwa damu yake. Historia hii inapatikana katika Biblia Takatifu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura 7, mstari wa 54 mpaka 60. Na kama umebarikiwa na neno la Mungu, tafadhali usisahau kusubscribe na comment. Utuambie kilichokugusa zaidi kwenye stori ya leo. Mungu akubariki.